I don't trust men. Kwa relationship bila sex, there's no relationship. Do you buy that? Yeah. Sometimes senye uko maybe umechoka uko na stress zako. I think you ndio tunatuliza mwanaume. Yeah. Mwanaume mgani wa? Sorry man guys. Sorry man. Woza majama, this is episode 1. This is the very first episode. Now it's your guy Fuke. Na leo niko studio na some amazing soul. Hi. Hi too. Naitwa nani na wewe? Feiranton. Kutoka mtaa gani? Nimelelewa Mathare. Now I'm in Dandora. Oh, okay, ghetto to ghetto. Yeah. Umesema ghetto wachani na. Now what do you do basi? Okay, I'm an actor and I'm still a video vixen. Video vixen. Yeah. Hapo kwa video vixen hapo kwanza. Hapa kwa hii field yako ya video vixen. I guess ushafanya video mingi, sio? Yeah. Kwa relationship maybe na mtu unaenda kumfanyia kazi ama ushaikuwa na hiyo entanglement ya maybe ni mtu maybe ulishampe na ndo unaenda kumfanyia kazi. Yeah, hizo vitu zina happen. Okay. Yeah, ni Nairobi? Yeah, zina happen. So unapata like unaenda kuchapa job na mtu and maybe anakutaka maybe kitu kama hizo. So unapata mnafanya kitu real hapo kwa video. So yeye mkifanya huyu ni mtu wangu, so mnafanya kitu hiko. Oh, in that aspect. Okay, na sasa tukirudi sawa kwa relationship. Kwa relationship what kwa street yenye imekuwa hata kwa street sasa hizi ni kwa relationship bila sex there's no relationship. Do you buy that? Yeah. For sure? Yeah. Unasema bila ushirati there's no relationship. Yeah, hiyo ndio kitu inajenga relationship. Kwani Stand for now. Kwani fei kila dem anataka tu kudinyo fiti. Hapana, sio hivyo. Ni vile so hiyo ndio happy moments zetu kwa hiyo relationship. Na mimi sifikiri hivyo. Mimi hata before nifinye by the way take time sana. Mimi nataka kujua ni nini unaleta kwa meza apart from things zenye ziko between your legs. Oh, so unajua sometimes senye uko maybe umechoka uko na stress zako. I think you ndio tunatuliza mwanaume. Yeah. Mwanaume mgani wa? Sorry man guys. Sorry man. Sawa. Aje mimi siwezi sema sex inanituliza. Sex inatuliza. You know ukidefine hivyo sasa una change hiyo definition sasa ya sex. Na sex inafaa ikuwe pleasure, inafaa kuwa kitu yenye una enjoy. Ndio maana unapatanga kama kuna watu wapendi rough sex. Unaget? Yeah. Rough sex hiyo ni assault. Ama misdemeanor, sijui the right words kutumia, lakini ukipata sasa hadi sasa sex ndio imekufunganisha kwa relationship. Aje. Unajua sex let me say inaendelea kutubuild up and hiyo ndio itafanya like hiyo inachangia tu pakubwa kwa relationship. So unapata like most of men squeeze wanapenda sex instead of love. Why are you talking about men? Me, I'm wondering. I want to talk about ladies. No maana unasema kitu nashtuka nasema men, which men? We ladies tunapenda have that time and tunapenda men who wanna act good in bed and tunapenda ikuwe ni kitu hiyo ikuwe kitu enjoyment because hakuna kitu mwanaume ananipe yenye itanifurahisha kando na pesa. Hiyo next ni sex. Hakuna kitu kingine. So pia sisi siku hizi tuna enjoy sex but sasa tunataka sasa wanaume wakuwe imekani kama hiyo ni game in love. So hiyo ni lazima ikuwe ndani ya mapenzi, lazima sex ikuwe. Safi basi good sex inaanza saa ngapi na inaisha saa ngapi? Good sex. Okay. Hatutakuja. Wewe kwa watu umeshatetea hiyo sex. Umetetea sex mpaka nataka kujua good sex inaanza saa ngapi na inaisha saa ngapi? Time it. Sex inataka time tumetulia. Tuko tu poa, tumeshiba, tumeshakula. Unasema kukula ni must. Okay, tunakula ni must kwa sababu tunaenda kuenjoy. Ile ni game tunaenda kufanya. Tunaenda tu game. We ladies tunapenda
tunapenda slow sex. Okay. You just take me slow. Okay, nichanue. Ladies wanataka slow sex. Yeah, slow sex. Then Na ile hada inatokeanga wapi? hiyo ndio wanaume wanaletanga wakati speed iko juu. Wanaume, si dema, kwani mimi sijaisikia dema akisema hada. Mimi ndo nitafanya. Yani kulingana na limit yenye tutakuwa itakuja hard, but tunapenda iwe slow. Ikuje tu slow, ikuje slow. Okay. Tunafurahia. Okay. Aya, hata nikutoe huko juu watu watafikiria usherati ndio tunafikiria. So, before tupande kwa pod kuna conversation nilikuwa na have na wewe. Na nilikwambia kuna ladies encounter wenye wana hate men passionately. Wale wenye huwezi mwambia kitu yote ati hizi sema kitu yote good about a man. Anajua if a man is not going to defile you, a man will steal from you, a man will hurt you, a man will take you, wanasemanga a man will take you sijui katikati ya desert na kuache. Like kuna hizo anger issues naonanga a lot of ladies wanakwanga wamebeba. Where do you stand? Okay, me for now siamini mwanaume because pull up. Siamini mwanaume. Yani siamini kabisa kulingana na zile. You don't trust men. So hata mimi hapa kidogo nikifanya kitu mbaya hivi umepiga simu. Sasa sasa nimeshaoneshwa vile wanaume wanatufanyianga. So sasa nitakuwa naenda najua kuna someday nitafanywa tena hivi. So nitakuwa tu rada na wanaume wanakuanga hivi. Aje. Mbona judge wanaume kwa sababu ati yao wanaume umekutana nao? Maybe bahati yako ilikuwa mbaya. Bahati yangu ilikuwa mbaya. Wanaume siku hizi au wamekuwa na yani sijui. Ama ni wanaume unakutana nao? Ni kina nani? Jonte, Brayo, Voke. Even my friends wanapitia the same challenges I passed. So sasa hivi you're speaking for ladies. So sasa hivi ukikadi na friends tu wangu madeni ukatu nao unaona tu analia mtu wangu alinifanyia hivi mtu wangu. So sijui. So ni juu wanaume sio tuseme hivi sisi tunalia. Okay, unajua hiyo men, mko na advantage you can date 3 girls at the same time. Yeah, because you are so there are no ladies who are cheating. We are cheating because my man is not providing for me everything. So you are cheating for a reason. Lakini mimi na cheat for pleasure. Yeah. So mimi nikicheat maybe my man is not providing me. Yani kuna vitu ani provide. Sisi madem tunapenda kupakua. Moso sisi madem wa ghetto tunangaranga sana. So tunataka watu naona hata kwani CBD kwani nani amejaza? Madem kutoka Kayole, Dandora hapo hivi ni K West. Sasa ndio maana unaona siku hizi tumehama kwa wanaume wa ghetto. Siku hizi pia sisi tunatafuta machali wako na do. So napata tumetoka club za Dando tumeenda hivyo huko maybe Kilimani tupate at least wanaume wako na tudo na tutafanya. So ni do mnatafuta. Tunatafuta do ndio tukaepoa because sisi ukizana mwanaume unaacha. Na mbona mimi sikutani na this bunch of ladies wenye wana envision kujitafutia do yao kukuwa tu their own bosses. Kwani ni wapi society ni change? Okay, madem wa ghetto mimi naona tuko poa and sijui mbona wanaume wako na pesa wanatubagua. We are so hard. Men, please talk to men please. Kamera yao ni gani? Ongea na wanaume. Madem wa ghetto tafadhali camera 1. Ongea na tafadhali sponsors sikiza. So mimi naweza kwenda kuambia wanaume wako na do, mwache kubagua si madem wa ghetto. We are so hard working and yani like tumelelewa hiyo life ya shida. So tukipata mali tunaikuwa poa, I think tunaweza stick vizuri, tunawalea vizuri yani kulingana ile mateso tumepitia. Hao wanaume wetu wa ghetto wanataka ikuwe rough relationship vita nini. So hadi sisi tumechoka nao. That's when tunatoka mtaa, tunatoka Dando, tunaenda huko maybe Thika huko kuwatafuta, tunatafuta. So mimi naomba tu kama mwanaume ako na pesa, usiona yani siku hizi ati mwanaume ako na pesa lazima atafute familia iko na pesa ndio huko ndio. Sasa tutafute sisi mademo wa low class at least tuta appreciate. Tunaona si mademo wa vitu tubaguliwa. So inakani kama tunabaguliwa like ni kama tulizaliwa kwenye tuna bahati tena kwa ndio mwanaume tena tuna bahati. So like me here. Sitaki kuongeza kitu hapo. Tafadhali link iko kwa bio. Omba namba ukitaka kuomba namba. Unasema unaweza connect na Warembo Ghetto. Yeah, Warembo Ghetto ni za connect now by the way and tunapitia shida sana na sisi tunawatafuta. So tunaweza penda kama mnaweza tujali tutafuteni pesa mademo ghetto. Na let me ask you. Jume grow ghetto the last ni kama 25 years ama 21 over 20 over 20. So over 20 years
juu ghetto imekonga defined for crime, war. Na mimi to be honest, mimi maisha yangu yote mimi nimeishi ghetto. Na si ati tukua kwetu ilikuwa ghetto. Nikigrow Kisumu, tulikuwa tunaishi place inaitwa White Gate. Na kuna ghetto inaitwa Obunga Slums. Nilikuwa nashinda huko. Actually, wase wanajua mimi natoka Obunga. Ile time nilikuwa nafika sana move out, nienda kuishi Obunga. Kuja mjini, nimekuja East. Sawa. Maanisha niko na hiyo connection ya ghetto. Mimi napatia perspective ya ghetto haikuangi defined when wasona define. Wewe perspective ya ghetto yenye umepata ku encounter for the last 20 years ni gani? Okay, life ya ghetto is cheap but hard to survive. Tunapitia a lot of things though atusemi. Tunapass a lot and ukiona tunafanya maybe crime ama mademu wanaingia kwa kusinya sifai si kwa kwenda kwetu. This is our way to survive. Lazima tufanye hivyo kwa sisi maparo hawana do. So unaona labda mimi ndo nalisha my mom kama today unaona tumejeza street hapo tunajiuza tu ndo tupate do. At least to raise our mom. Wamepitia hii life yani ni kama ni ngumu kutoka hapa. Juu hii life ndo cheap na ndo life ya ghetto. Hebu explain to me Fei, ni wapi mvua ilianza kutupiga juu? There's a time nakumbuka Kibaki akiwa president alikuwa amepatiana free primary education. So like education ilikuanga ni kitu unaweza pata. Ni wapi sasa juu class tukiwa sijui iko kama kulikuanga na Kenyan schools za kuanga kunanga hiyo kitu ati sijui anatoka ghetto anatoka. Tunaweza soma na wasipush tunasema ni wapi sasa ni wapi ghetto mindset ya watu wanaishi ghetto ili change wakaanza kuna tunaweza enda kwa crime but hatuwezi find way yetu ama hatuwezi kuwa successful through books ama through shule. Okay, so ghetto unaishi karibu na mto. So mvua ikinyesha inaingia kwa nini na bebaji vitabu. Ulikuwa umepasa mtihani mbeba mtihani plus certificate zote hata mimi sasa hizi na zangu zilibebwa zote na mvua. Hauna cert for sure. Zilibebwa na mvua for real. Zilibebwa na zikaenda na maji and atapata usaidizi yoyote. So hii dunia nimekuja kurealize kama hadi una simu ya kujipost uoneshe hii dunia what is happening to me. Watu wengi tunaumia under the ground. Tunaumia sana. So nakanga hivi unaona sasa national kisoma kitabu inakuja na biblia na maji mvua ikinyesha inanyeshia bag pale kwa ukuta malume hapa. Mara vitu mingi so unaona tunaingililia crimes. So watu wanaweza tublame but si kwa kupenda kwetu. Hadi kufika kusoma shule vitu zingine zinahitajika mwezi survive kupata. So inabidi tu umefanya yani you do your shit. You don't be judgmental. Na maybe tuseme for instance let me use a very bad example. Tuseme maybe you are a hope. You are selling yourself. Na saizi maybe you are 28. Nini ulikuwa unaambia your younger self? Okay, sikuwa expect to do what I'm doing for now and si blame anybody doing yani si blame mtu yote mwenye anajiuza ndo apate pesa kwa sababu unajikutanga tu umeingia hapo. Yani, explain like mimi ni sawa mimi by the way nasemanga mimi si judge wase wanafanya hizi vitu. Hata mimi yao niko na marafiki wezi. DCI tafadhali tusisumbuane, sijui. Niko na marafiki wabaya, niko na marafiki wazuri na get. Si wa judge but you need to give me a concrete reason why have that alternative yet you can have a better alternative. Okay, so mtu unaona pale ghetto kileleo unakuwa umelelewa na negative vibes. Hakuna siku maisha yako shaiko na positive vibes. So unapatana na friends, yani kusurvive na best yako anakuambia una pesa, tuna nikuoneshe rada. So unasikia hakuna rada nyingine kama hujasema hakuna rada nyingine. You use your body do upate do kama ni mwanaume unless you delay crime upate do. So unapata umejikuta tu juu ya surrounding yenye umelelewa na hii kitu na happen sana kwa watu wa ghetto yani ndio way to survive ni lazima tuingie kwa hii crime ndio tupate do. So if the government can have another way wakuja at least wanasaidia watu wa ghetto hizi kazi mtaani zingine hazitufikiangi so like for me tena kazi mtaani ni kujuana tena inakuwa ni kama ni kujuana so msaada mingi zinatoka kwa serikali hazitufikii watu wenye nikaa hatuna simu so na watu wa ghetto sasa tulituli tu ndio kwa nani una rada hizi. So hizi usaidizi hatupati so tunaomba hata wa governors akaja hata nani hata senator yani wakamtu hapa ghetto at least wanatuungia hizi jobs zenye wanapatia watu wengi kwa hizi mamradi vitu zingine zitapungua kama madem tumejaza sana tunajiuza sio kwa kwenda kutoka sisi tunaibikanga mkuangalia tukipita but sasa tutafanya inabidi tu tufanye and sasa na tuko na hizo mindset za kufanya hivyo but sasa surrounding you must eat you have a baby Ebu kwanza take me to the depth of you're a single mother
uko Mathare ama uko Dandora na maybe ulipata ball ukatokwa, ni nini unapitia kama mama? Mi napitia sana life, yani hard life kulea mtoto wangu. Niko na mtoto. Uko na mtoto yeye anaitwa Niko nani? na mtoto anaitwa Kidawa. Kidawa. Big shout out Kidawa. Kidawa kidio kengele wallahi. Ya Kidawa. So sikuwa expect men are this kind of, that's why I hate men. No. You hate the men you've known, please. Hata mimi unani hate na mimi nimekuinvite our secret studios. Si mademo kitu tunafanya hivi juu ya nini? Tumetendwa. So ungekuwa wazuri wa wanaume ungekuwa. But Kenye nataka urap kwa kichwa chako ni don't judge every man to be a bad man. By the let me tell you. It's very wrong to say it, but I know my dad is not 100. Yeye unajua mababa wengine wako hivyo. Lakini najua kuna very organized dads. Niko na uncles wenye wako very organized. Niko na uncle fulani anaishi Mathare, ako na maplot, ako very organized. Huwezi jua ni brother mzae. Lakini siwezi hold kwa hati yangu ati na hate wa baba ama baba ya watu ati my dad is not okay. Sasa unajua vijana wa ghetto, si tunazalia tu vijana wa ghetto. Jua wanaume kuna pesa pia ni kama watutaki, we are so cheap. Sasa unaona vijana wenye tunazaa nao, yani like hawatambui anything. Yani only this is big deal, yani kwa chanadi na mtoto upe. No, lakini let me understand. Juu unajua ukifanya sex, the outcome is ball. Like hii kitu amko unapata hii education ukiwa ghetto upate education ati have sex you'll have a kid. So unajua maboy wanatutake advantage kwa sababu atatupe something chakula jioni. So inakani kama advantage, atende hivi aibe arudi tulete tudo tutapata saa pesa iko. So naongelea education ya au kuna as a girl. Unajua msichana wanasema msichana ana decide atapata bola ama atapata bola. As a lady like ni nataka tu wasipia wanawatch waelewe setup ya ghetto haipatii wasei education. Hatuna kwanga like atutambui. Like education iko lakini amtambui. Yani kitu yenye nakuja ikuje. No. Nataka nituipate clearly. Juu kama hakuna education, kuna NGOs zenye zina operate Kenya, kuna wase wana sensitize hizo vitu. Mbona hujatembea Mathare? Mbona hujatembea Dandora? Kama hakuna. Na kama iko, nataka kujua mbona madem basi wa default to the right way ya leverage watake kuishi the other way. Let me say peer pressure and the surrounding kudanganyana. Yeah, so ukiwa tu na good friend obviously utakuwa tu good, but pale ghetto unajua tu ni madem wale hapana tambua. So chude madem chude chude again. Sawa, lakini hata nikutoe huko nikupeleke kwa another field pia ghetto kuna kuangana wasingi wanakuanga wameangushwa. Unapata hata mimi niko na boy best yangu ashaangushwa ghetto. Na unapata inakuanga sad sana kwa familia. Ushai encounter maybe a dead body yenye imeangushwa tu ya mtu hapo mtaa ulikuwa unajua? Sure. Yeah, yani ni kitu ina happen and let me say ghetto kuna wezi wengi na wanauliwa leo baada ya kesho, yani kila siku wanauliwa ni hapa hivi. Serikali itaki ujinga. Okay. Sasa inakuja na kwa like sad story kwa sababu ni kitu hajafanya kwa kupenda. Hebu give me that scenario. Yeah, okay. We were chilling to Kobez. Sasa nipatie from Makarao amekaa. Makarao kikam kitu ya kwanza ni kila mtu ndio atapotelelea wapi. Sasa Makarao kishakaa si unaangalia tu mimi naipia wapi. So sio unakuwa na target, kuna mtu amekuja kutafuta, but so ukishapata kumbe ikikundi na kanga hapo anataka kuwabeba. Sasa hapo tu ndio kipatikana tu sasa hapo uliwe. So inakwanga like manze au Makarao pia manze hakuna huruma. Wanaweza uliwa kwa site. Okay, Makarao wanafanyanga hivi, wanachukanga mtu wanaenda naye, ujue atapeleka. Wamui hapo. Hawatamulia hapo, wanambebanga wanaenda. But Mathare si nimesikia kuna place inaitwaje? Kuna place niliambiwa wasi uangushwa kwa angusho. Sasa unajua siku hizi kitu imehappen, Makarao hawatambui sasa. Sasa ni kama imefika kikomo. Sasa mali umepatikana ukifanya scene unamadiwa tu hapo. So unamaliziwa tu hapo. Unapelekwa wapi? Mwili utapatikana. Mwili yako inaweza patikana ama ikose kupatikana. Sijui. Na sasa ni kina nani wanapigania watu kama wako society? Kwa society sidhani kama kuna mtu sana anapigania mtu kama huko, sababu hakuna mtu ana support crime. But
Na lakini not supporting crime haimaanishi ati sasa commit crime. You killing is a crime. Yeah. Na hata si ati kwa So, laws. unajua sisi watu hatuna pesa, hatunanga haki. So kitu kama ikifanyika tu askari anaenda tu. So ni kitu imeshasaulika hivi. So hakuna mtu atakuja angalia ati hapa nini kitu mbaya imefanywa ama ameniwa mtu wrong. Hivyo tu imeshaisha hivyo. Na imeisha hivyo juu hauna pesa, sasa utafanya. But I'm a big believer life zinaweza change na wase wanaweza toka ghetto. Wase ghetto wanaweza share love. Ghetto wase wanaweza kuwa kind. Like ghetto inaweza kuwa na kila kitu. So anze thanks they have conversation kama hiyo. Sijui wewe ni wa Ngumi Jamo ama Mbwegze? Wewe ni wa gani? Mbwegze, Mbogi Genje, shikia hapo imenai sana face, sio? Umesema kwa mtandao kutafutika nani? Okay, mimi Instagram napatikana kama Fayrantown, TikTok najulikana kama Fayrantown. Yaani everywhere niko tu kama Fayrantown. Umecheka. Wagwa majamaa. Hii hata msiedit. Mimi nanipata kila social media kama Creative, okay? Mimi nafanya vitu mob, kuna wase maybe wameniona mahali nyingine. Nafanya vitu mob sana na this is the show where we'll be having those intriguing conversations. We'll be having those conversations zenye ziko very touchy, conversations zenye zinaleta hiyo essence ya real life. Unajua real life iko east side. Na si more of watu wanaishi west wa live life, lakini watu wao wanapitia life sasa ni wase wako east side. Like shida yangu siwezi kwa shida yako huko west. Guys, subscribe to this channel. We are out.